Huyu mtu alizaliwa akiwa mzima kama ambavyo wanazaliwa watoto wengine. Wazazi wakampa jina jema Bari, baba yake Timayo, ndiyo maana anaitwa Bari Timayo. Huyu mtu alipozaliwa akakuwa vema kabisa, lakini katika mwenendo shetani akamkaribia, akampiga, akaharibu macho yake. Huyu Bari Timayo akawa kipofu. Makusudi na matarajio ya wazazi yakaishia pale, maana walitarajia kwamba mtoto huyu atakuwa wa baraka, mtoto huyu atakuwa wa heri, lakini Ibilisi akakatiza ndoto za wazazi wale na ndoto za mtoto yule. Akawa kipofu. Alikuwa katika utu uzima, akaomba wampeleke katika mji wa Yeriko, maana kule kulikuwa na fursa nyingi, maana kulikuwa na majengo ya zamani yaliyoachwa na wakoloni. Kwa hiyo watalii wengi walienda kule kutalii na matukio mengine, kwa sababu ulikuwa mji wa kibiashara. Alienda kule, akawa maisha yake ni saidia, maisha ya uombaomba, saidia. Waliomsaidia na kumhurumia walimhurumia, wengine wakampiga teke, we kipofu, toka wewe, unatupigia kelele, ondoka. Waliomsaidia wakamsaidia. Siku moja, siku ya heri kwenye maisha yake, akasikia mkutano unapita, akawauliza, jamani, kuna nini? Wakamwambia, ni Yesu wa Nazareti anapita. Nyamaza. Akasema, siwezi kunyamaza, maana nahitaji nimuone Bwana Yesu, nahitaji nimuone Yesu kwenye maisha yangu. Akaanza kuita, Yesu mwana wa Daudi, tafadhali. Wanafunzi wa Yesu wakamkemea, mkutano ukamkemea, ukamwambia, nyamaza, ni Yesu mwana wa Mungu anapita, mwana wa Daudi. Wewe unapiga kelele kwa nini? Wewe kipofu, unazuia msafara wa Yesu. Yesu aliposikia hayo, akamkaribia, akamuita, akasema, muleteni. Walipoambiwa kwamba muleteni, wakamwambia, inuka, jipe moyo mkuu, Yesu anakuita. Wakampeleka kwa Yesu. Yesu akamuuliza, wataka nikutendee jambo gani? Yule kipofu akasema, nipate kuona. Bwana Yesu akagusa yale macho, akaamuru uzima na uponyaji. Yale macho yakafunguliwa, akawa salama. Sema amen. Leo hii katika dunia hii tunaona watu wengi wameharibika duniani. Tunaona watu wengi ni wazima lakini sio wazima. Akionekana njiani unaweza ukasema ni mzima, akilewa unasema huyu naye kumbe sio mzima. Mbona jana alikuwa safi, leo imekuwaje? Mbona yuko hivi? Anafanya mambo ya ajabu, anakunywa pombe huko baa, akitaka kujisaidia haja ndogo anaenda kwa mbele za watoto jolololo bila hata aibu. Unajiuliza, huyu mtu imekuwaje? Mbona ana akili zake? Mbona ni mtu mzima? Akilewa humtamani hata kidogo, hata kumuona unamkwepa kwa sababu ya ulevi. Unaona namna gani shetani anavyofanya? Huyu mtu naye muona ni mlevi. Mungu alimpenda na anampenda, wazazi wanampenda, wanamtegemea kwamba huyu mtu atakuwa mwema. Familia inamtegemea, mke na watoto wanamtegemea, lakini akienda baa na 50,000 zote zinaishia baa. Unaona shetani anavyofanya, kubadilisha historia ya maisha ya watu. Badala ya kuitwa fulani unaitwa mlevi tilalila. Unaanza kugaragara barabarani, mtu mzima mwenye heshima zako, unaogotwa na watoto ukiwa umelala chaki barabarani. Nataka nikwambie, ni shetani amekupiga. Nataka nikwambie, ni uonevu wa shetani. Hayo sio maisha yako halisi. Maisha yako halisi yaliyokusudiwa na Mungu ni wewe uishi maisha mema, umtukuze Bwana. Sema amen. Kama upo unanisikia, tafadhali sogea hapa, maana dawa imepatikana. Dawa ya ulevi ni kumwamini Yesu. Dawa ya ulevi ni kupokea Yesu. Amen. Ili awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Amen. Sikiliza nikwambie, watu wengine wanahangaika, wanaenda mpaka kwa waganga wa kienyeji kutafuta dawa ya kuacha pombe. Huko watakulia hela zako, utabaki na ulevi wako. Dawa ya kuacha pombe ninayo mchana jioni ya leo. Dawa ya kuacha pombe ni kumwamini Yesu. Mwamini Yesu mpendwa, wewe unayenisikia, haijalishi uko baa, nataka nikwambie, mwaga hizo pombe, maana msaada umepatikana. Mwaga, ni uchafu huo. Mwaga. Huyo mwenye
Njoo hapa tufanye maombi, Mungu atafanya msaada. Njoo, Yesu anakuita popote ulipo. Mwokozi anakuita kuokoe. Umekuwa mlevi kwa muda mrefu, umekuwa mlevi wala hakuna msaada uliouona. Kwa nini upo huko unaangamia? Yesu anakuita kwa upendo. Mtu mwingine anakuwa binti mzuri, binti safi, mwenye uso mzuri, lakini anajiharibu kwa kwenda kujiuza huko makaburi wazi na maeneo mengine. Shetani anabadilisha maisha yake ghafla. Mara anajikuta tu badala ya kufanya biashara, badala ya kuchinga nyanya na biashara zingine, anaona ni vema achinge mwili wake, afanye biashara mwili wake. Amegeuza mwili wake kuwa biashara. Sasa imekuwa vichekesho, kila mmoja anapanda. Amekuwa kama bodaboda, maana bodaboda ukiwa na hela yako ni kupanda tu, wala hakuna swali. Anasema ni kupanda tu. Kama huamini, weka 1000 yako, nenda pale kwa bodaboda, atakwambia panda twende. We unaenda wapi? Ndivyo walivyo makahaba, ni kupanda tu. Akija kichana panda. Sikiliza nikwambie, sio maisha yako halisi. Maisha yako halisi ni uwe wa thamani mbele ya wazazi, mbele ya jamii. Mungu anakuita, anataka kuokoe mbali na vifungo hivyo vya umalaya, vifungo hivyo vya ukahaba. Utakufa wewe usipokuja kutubu, utakufa. Ninaona huruma na kuonea huruma. Kuna mtu ananitazama, lakini ana kifungo cha umalaya, ana kifungo cha ukahaba. Yesu wa Nazareti amedutuma jioni ya leo kuja kukushuhudia ya kwamba Inawezekana unasema mimi ngoja nijifiche fiche. Yesu anakuona, anaona ulivyofungwa na kifungo hicho. Mwingine amefungwa na kifungo cha wizi, yuko hapa na nitazama, amesubiri kaagiza kaingie vizuri aende kuiba kwenye nyumba ya jirani. Utakufa wewe, na kuonea huruma. Mungu ananiambia nikualike uje utubu. Wenzako tayari wamesha kufa kwa kuchomwa moto, na wewe utachomwa moto. Ni heri leo umgeukie Mwokozi. Amen. Ni heri leo uje utubu, ubadilike maisha yako. Amina. Unanitazama, we nitazame tu, lakini ndani yangu kuna Mungu aliye hai. Yeye ananipa nguvu ya kukueleza haya. Maana hata sisi tulikuwa wenye dhambi. Yesu ametubadilisha, Yesu ametuweka huru. Hapa unapotuona kila mmoja na ushuhuda. Mimi shetani aliniteka kwa ulevi nikiwa kijana mdogo, lakini Yesu wa Nazareti akanionea huruma, akaniita, akasema toka huko kwenye ulevi, kwenye vifungo hivyo vya ulevi. Nataka niwaambie wapendwa, ulevi unaambatana na umalaya. Kifungo hicho kikikuangukia cha ulevi, basi kuna mwingine akilewa ndio asipona wanawake Mwokozi anataka kuweke huru. Amina. Anataka kufungue